Samahani dada, unanikumbuka? Haunikumbuki kabisa? Utakunyonya macho. Wewe unaona matatizo? Hivi unajua unamkunja nani hapa? Unaikunja serikali mshenzi. Mimi afande unajisaulisha. Oya. Hizo pigo za wafande sasa hivi hazipigwagi. Nishajua wewe sio afande wala sio lolote. Hiyo ilikuwa michengo yako ya utapeli. Sasa hivi ukitaka kuleta tiketi ya wafande, takupiga bichwa sasa hivi. Ili nikuonyeshe kwamba sikuogopi na nishajua wewe nani. Somea kesi. Yaani kaka, huyo alimchukulia $150,000 na bado akahitaji rushwa ngono. Yaani hapo ili tumalizane, alipatia $300,000. Mimi ni mdogo wake na Makoti na hivi sasa naelekea kumuona kakaangu. Nipate taarifa vizuri maana ni muda mrefu ambao sijamuona. Pole sana. Kwa sababu huyo kaka yako Makoti unayemwongelea, kama si miezi 8 ni miezi 9 sasa, amekamatwa na polisi kwa kosa la kujifanya ni askari na kutapeli watu. Hata hivyo mimi sikai tena kule, niko huku. Pole sana. Yaani unachokizungumza unamaanisha ama? Kweli? Allah! 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 Nikwisha kusema nashukuru sana, lakini pia wewe ni mdada fulani mkarimu mno. Asante sana kwa msaada wako. Kwanza poleni sana kwa matatizo, ila nina imani ataamka, na atakapoamka usisite kumwambia kwamba naishi mitaa hii. Kama kuna lolote litatokea, msiache kunipa taarifa. Sawa. Lakini pia mimi nafahamu ni jambo la muda tu. Ataamka na ataendelea na shughuli zake. Namjua huwa anapataga tu mshtuko kidogo, lakini huwa anarudi kwenye usawa wake. Pia nitamfikishia kama ulivyonielekeza. Mimi naona kama nikusindikize tu. Sawa. Kwanza ndugu yangu, haupaswi kunifikiria vibaya kwa hiki ambacho napenda kuzungumza kwako. Binafsi nimefikiria sana na naomba usinifikirie vibaya. Nadhani unatambua maisha yetu yalivyo na changamoto ambazo tunazipitia kutokana na hali ya umaskini ambao tuko nayo. Nisizunguke sana. Nilipata kusikia vyombo vya habari vikitangaza kwamba kuna silaha ambayo imepotea. Na endapo ikisemekana kwamba kuna mtu ana vinasaba vya kufahamu au atasilikiana na serikali kwa namna yote ile kupatikana kwa hii silaha, huenda serikali ikatoa donge nono sana. Binafsi nilijaribu kutafakari. Najua ni kitu cha hatari sana, lakini ukijaribu kuangalia kwa upande wa pili inaweza ikawa ni fursa. Kama tutajaribu kukaa mimi na wewe na tukapanga plani ni jinsi gani tunaweza tukawasilisha hii bunduki, sawa? Tuifikishe kwenye mikono ya serikali. A, tutajitoa kwenye lawama au kwenye pressure. B, tunaweza tukapata pesa ambazo zinaweza kubadilisha maisha yetu. Kitu ambacho nakuomba ndugu yangu, najua mzigo uko nao. Najua ile bunduki uko nayo. Ni mimi na wewe tujaribu kujua namna gani tunaweza tukafanya ili tukaiwasilisha hii bunduki kwenye mikono ya serikali. Ni hela inatoka hapo kwa papo, yani asubuhi. Tukifika tunaacha mzigo wao, tunachukua mpunga wetu, tunaangalia maisha mengine. Unajua mwanangu, mimi nimekusikiliza kwa makini sana. Alafu nimeweka kichwa changu hapa na kusikiliza kwa makini nikiamini kwamba unaniambia vitu vya maana.
lakini nimegundua mwanangu, kumbe wewe snitch. Wewe snitch mwanangu, mimi nilikuwa nakuchukulia mwana, afu kumbe wewe mwana Hamisi. Mimi nilikuwa nakuchukulia mwana, afu kumbe wewe mwana Hawa mwanetu. Oya, wewe unazingua babu. Yaani unajua kabisa mwanangu kwamba hii hapa ni kesi, watu ni mtu anaenda jela ujue. Afu unakuja kuongea vitu kama hivyo mbele yangu mwanangu, eti kwamba tukichukua kile kifaa afu tukipeleke paka kwa Mamwela. Oya. Oya, unazingua. Unazingua mwanetu. Sikia nikwambie mwanangu. Wewe ile issue mwanangu ndio unaijua. Kwa hiyo mwanangu, mwanangu kumbe wewe muuni wewe, afu muuni gauni muuni dela mwanetu. Unaongea nini babu? Sikia nikwambie mwanangu. Wewe ndio unaijua ile issue. Kwa nikija kusikia popote mwanangu kwamba yeye, oya, mimi nitakufanya chochote, mimi nitaondoka na wewe, mimi nitaondoka na shingo yako. Babu, unachukulia vitu vya kawaida hivi, unakuja hapo unaongea simple. Mwanangu, sikia nikwambie kitu kimoja. Hii michezo, afu mchezo unaujua wewe tu mwanangu. Kikija kubumbuluka, yani nikija nikasikia popote, oa, mimi nitabadilika, yani mimi nitabadilika roho mwanangu, afu nitakuja kufanya kitu ambacho hautakuja kusahau katika maisha yako. Hello. Nimeshafika maeneo ya Keko. Sasa ndio cha kufanya, sogea mpaka kwenye nyumba 827. Aha. Okay. Basi sawa. Naomba jambo hili asijue mtu yeyote. Sawa, sijui. Umeshafika? Basi sawa. Nisubirie hapo, mimi nakuja kukuchukua. Simama hapo, ushafika tayari. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. يا جبار 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 يا جبار. Sasa yule mtu ambaye tulikuwa tunamsubiri ameshafika. Ni swala mimi kwenda kumfuata na kuja naye. Sawa, mimi nadhani kila kitu kiko sawa. Mimi namalizia hapa mpaka ukija tu utakuta kila kitu kishakaa sawa. Haraka. Jambo jepesi. Kwani wanamwita nani tena baba yake? Kwani huyu nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yake? Kwani wanamwita nani tena? Pole sana mke wangu.
Asante. Na mtihani. Mtihani kweli, majaribu. Lakini inshallah tujitahidi na dua. Inshallah. Mwenyezi Mungu atamaliza haya. Mwenyezi Mungu hakuna linaloshindikana mke wangu. Amen, nitaisha hii. Habari yako? Salama tu. Habari yako? Safi. Wewe ndio Mosha? Ndo mimi. Karibu sana kwa mganga kutoka mbinguni, kiboko wa matatizo yote. Nifuate. Nadhani umeiona foleni, na sharti la hapa natakiwa ingie mtu mmoja mmoja. Sasa nafikiri ungekaa pale usubiri foleni yako ifike. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Karibu kwa mganga kutoka mbinguni. Mimi ni kiboko ya wachawi. Karibu. Asante. Mzee, nimekuja na changamoto kwenye maisha yangu. Nilikuwa namiliki kampuni, sasa imeondoka. Mke wangu ameniacha, watoto wangu tafalani. Kifupi, maisha yangu yamekuwa ni maisha magumu, maisha ya kuhangaika, na wakati nilikuwa na kila kitu kwenye maisha yangu. Katika pitapita zangu mzee, nimeona bango lako mganga kutoka mbinguni. Nimeona ngoja nifike nipate suluhisho ya matatizo yangu. Nimekuja kwako, nahitaji unisaidie. Na shida sana mzee wangu, tafadhali. Basi wacha. Nikijaribu kuangalia hapa, naona ni kiasi gani mali zako watu waliokudhulumu wanavyofurahia nazo. Naona hivi, wakati ulivyokuwa na pesa ulikuwa unasaidia sana watu. Sana mzee. Nimesaidia sana watu mzee. Hicho ndicho kilichokuponza, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wewe umewasaidia, pesa hizo walikwenda kuzifanyia vitu vibaya, hivyo ikapelekea wewe kupoteza utajiri wako. Mimi niko tayari kukusaidia. Saidia mzee. Kwa maana mimi niko na connection moja kwa moja kutoka mbinguni. Kwa hiyo swala lako ni dogo sana. Kutokana na uzito wa tatizo lako, mimi nitakusaidia kwa kiasi kidogo sana cha pesa. Kutokana na dawa pamoja na tiba, nitakufanyia kwa shilingi 1,000,000 tu. Nitakusaidia kwa hela ndogo kama hiyo, kwa maana ulivyopoteza na gharama ya tiba ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nakufanyia kwa gharama ndogo, na nitahakikisha vitu vyako vyote vinarudi leo hii. Mzee, kwa ugumu matatizo nilionayo, 1,000,000 kwangu sio kitu. Mimi nitakuongeza mara 2 hiyo fedha, nitakupa 2,200,000. Kikubwa nipate huduma. Nina shida mzee wangu, nina shida, nimechoka. Naomba unisaidie. Basi acha kuendelea kujizalilisha. Madamu umesema utanipatia shilingi 2,000,000 mara baada ya kufanikisha kazi yako, mimi nikwambie tu, sijawahi kushindwa, na mimi ni mganga kutoka mbinguni. Nitakusaidia swala lako leo. Sawa? Sawa, tashukuru. Sasa inabidi ufanye malipo
ya shilingi milioni 1 kwanza kwa ajili ya matibabu pamoja na tiba, alafu hiyo nyingine utaangalia wewe kama utatoa yote sawa au la. Kama ukisema kwanza utatoa hiyo milioni 1, alafu nyingine ukishafanikiwa utoe sawa tu. Kwenye keshi sipo nayo fedha, lakini kama labda una akaunti za benki au namba simu naweza nikafanya transfer. Haina shida. Hapa mpaka lipa namba ipo. Kwa hiyo madam umesema hela unatoa benki kuweka kwenye simu, haina shida. Ngoja nimuitie binti yangu pendwa kabisa. Huyu binti nimepewa na malaika kutoka mbinguni, kwa hiyo ni binti ambaye mambo yanafika haraka. Shoo binti yangu, njoo mama. Wewe ondoa shaka. Sasa huyu kijana nimemwambia tutamsaidia kwa shilingi milioni 1. Amepoteza mali zake na najua vitu vyake vyote vitarudi. Sasa hapa yeye keshiana hela nayo kwenye simu, kwa anatoa benki, kwa hiyo atahamisha kwenye simu. Kwa hiyo naomba mpatie namba ya muamala ili aweze kuingiza hiyo pesa. Wale wengine wameshatuma sawa. Hakikisha pia na wale ambao kesho wanatakiwa kupatiwa matibabu uende ukachukulie dawa zao mapema. Haya basi wewe fanya nayo ili muhamishe hizo pesa. Imeshaingia. Tayari. Sasa huyu kwanza anatakiwa aoge aondoe nuksi. Kwa hiyo naomba umwandalie dawa ya nyanzagala na maji ya kuoga, kisha aoge aondoe nuksi. Sawa? Sasa hii kazi yako kwanza unatakiwa upate maji ya kuoga, uoge ili uondoe nuksi. Ikishafika jioni tunatakiwa tuelekee makaburini. Kule makaburini tunakwenda kuwashtakia wale waliolala. Wale waliolala hawawezi kuamka tena, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tunataka wale wote ambao wamekudhulumu walale kama walivyolala wale walioko makaburini, sawa? Wakisha lala wewe unapata mali zako. Ila sasa sharti ni moja tu. Sasa sijui kama utaliweza mjukuu wangu. Utaweza masharti? Yaani mzee, kulingana na changamoto ambayo nipo nayo mimi niko tayari kwa sharti lolote lile. Chochote kile ambacho utasema mimi niko tayari kutekeleza. Haya, sawa. Sharti ni hivi. Tukishafika pale makaburini, utakwenda kueleza matatizo yako na kunuia kwenye kaburi. Wakati unaeleza matatizo yako, chochote kitakachotokea hautaki kushtuka. Sijui unaelewa? Nakuelewa. Kwa hiyo sharti hautaki kushtuka. Hautaki kufanyaje? Kushtuka. Ukishtuka tu basi umeshaharibu dawa. Na ukishaharibu dawa ina maana na sisi hatuwezi kuendelea kufanya kazi kwa sababu wewe ndio utakao umevunja masharti. Nipo tayari. Haya. Maji ya dawa tayari nimeshaandaa, nafikiri aende akaoge. Sawa. Nadhani nimeshakuelekeza kila kitu. Sawa. Sawa, nenda kaoge, alafu jioni tutaelekea makaburini. Kisha nalia uongo, mchawi anaua. Kisha nalia uongo.
Kaka Makoti. Kaka Makoti. Kaka Makoti. Naomba simu nimpigie baba. Naifat, uko sawa lakini? Nimekwambia naomba simu nimpigie baba wangu. Sasa kijana, hapa ndipo mwisho wa nyodo. Tunatakiwa tuzike wale wote ambao wamesababisha wewe umekuwa maskini. Ndio. Sasa basi, unakumbuka vizuri masharti niliyokupa? Ndio, nakumbuka. Yanasemaje? Nisishtuke. Ukishtuka tu jua ya kwamba umesharibu dawa. Kwa hiyo hautakiwi kushtuka hata kidogo. Ukishashtuka tu umevunja masharti. Haya, sasa umeliona lile kaburi ule mtoto? Nenda pale kaeleze changamoto zako zote. Nataka mali zako zote zirudi. Wale wote ambao wamekudhulumu, wamekufanya unateseka, walali kama walivyolala hao. Sasa. Haya, nenda. Usishtuke. Ukishtuka tu umesharibu dawa. Haya, umeshakosea masharti. Umeshakosea masharti. Umevunja masharti kijana. Shikamoo baba. Baba. Shikamoo. Marahaba, nakusikia, ongea marahaba. Baba, kaka Makoti amekamatwa. Ndio, wamemkamata kaka Makoti na hivi sasa na miezi 9 hayupo. Anakuja leo mjini. Tafadhali baba, msaidie kaka Makoti.